Tutasoma kitabu, tuko haraka haraka kwa siku ya leo kwa sababu tuna ibada mbili. 14 tutakuwa hapa kwenye ibada ya pili. Ama tutasoma Biblia zetu katika kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu 27 na mstari wake wa 7. Kitabu cha Hesabu ama Nombre 27:7. Mkifaransa ni Nombre 27 7e verset. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tunasimama kwa heshima neno la Mungu. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kama kitu cha mbele kinakukwaza unaenda nyuma noto ni amina. Lakini kutoka nje ndio hapana, tusikie nini Mungu atasema kwenye maisha yetu. Amen, amen. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Hao binti wa Selofehadi wananena lililo haki. Kweli utawapa milki ya urithi pamoja na ndugu za baba yao, nao utawapa urithi wa baba zao. Amen. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Yesu Kristo apewe sifa. Amen. Yule aliyekufa na kufufuka alikuwa anasema asifiwe. Kama nikufikisha mtabi Francis, kama nilikuwa nasema asifiwe. Amen, amen. Desmana hii tuko hapa kwa tunazungumzia neno moja inasema viwango vingine ama kufanya hatua. Amen, amen. Desmana tuko hapa tuko tunaizungumzia na leo ndio final. Alo, wewe unalifika hapa kwa sikia leo Mungu akubariki. Wewe ulijiacha vyote unapaswa kufanya, ukasema nikuwe hapa leo nisikie ni Mungu atasema kwa maisha yangu, na Mungu ajilie haja ya moyo wako, na Mungu ajilie taji zako. Amen, amen. Hapa kwa tunasoma ni babingi ya Zelofehadi. Zelofehadi ni mtu alitembea na Musa. Lakini kulikuwa kanene wanasema sheria, sema sheria. Sema bia sheria. Hii sheria ilikuwa kana shimama, ikasema hivi, kila mtu yeyote mwatakufaka na hakuzalaka mtoto mwanaume, alo mali yake yote itaendaka kwa serikali. Hata kama alizala watoto wanamuke, kama tu hakuzala mwanaume, mali yake yote inaenda kwa serikali. Maana hawakuwa wanasamia wanamuke sawa vile watu, bali watu wanasamia mwanaume. Amen, amen. Ndio kwa maana huko mwanamke hapo unaposhangilia Yesu Kristo aletaka neema. Unaposhangilia kwa kazi ya msalaba, ile neema ndio tumaka na wewe unahesabiliwa. Ile neema ndio tumaka na wewe unachaguliwa. Ile neema ndio tunatuma leo na huko shamba kwa madhabahu. Ile neema ndio tunatuma na huko shamba katikati ya wanaume na unatangaza injili. Leo zamani lile amekukuwaka, ndio maana chapia Yesu makofi. Chapia Yesu makofi. Chapia Yesu makofi. Amen, amen. Zamani singesimamaka hapa nao ikale pale. Hapana. Hapana. Hatukuwa tunalingana. Hatukuwa kama nivo moya. Hapana. Hatukuwa sawa. Hata kama nasema bale watu wa Yesu walipotaka mikate, ile siku alitikia mikate. Bali sabiaka tu wanaume wa kusabiaka wanamke. Tu hamukuwaka na hesabilika. Hamukuwaka na hesabilika. Lakini Yesu mbinguni akasema ate, hawa nao ni batu, hawa nao nitenda ni mwa huduma yangu, hawa nao ifanye bahesabie kuwa watu, niwapatie samani na niwaheshimilishe. Akashuka so grave na akapitia mwanamke, akasema huyu mwanamke mwanadharaulika, na nyuma ndapitia ndani nimekaa mtumbu yake miezi 7 miezi 9. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ndio maana tuko na dua kuwa na sifa ya Yesu.
tuone ndio alikuwa anatangaza Yesu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Aseme ule Zelofehadi chose grave akakufa. Wakati alikufa, sheria ikakamata mkono. Ikasema hivi huyu Zelofehadi anakufa na hakuacha mtoto mwanaume, maana tunaenda kamata mali yake tuibebe wapi? Kuserikali yasho ya wazazi yako bali teseka miaka na miaka, lakini inakuwa faida ya bengine batu. Wewe mwenye unapaswa ifaidia huko pale na huko hai na huko nayo lazima. Ndio vile watu wengi banaishi leo. Sheria yako, haki yako bengine ndio liko wanaitawala. Haki yako bengine ndio liko wanaenda nayo. Leo ni kusema vile vyote vinaisha. Tunapenda mwatu ya kurekipelea ile kwa haki yetu. Amen, amen. Tunaenda munifu mwatu mvyango vya kwenda kule juu kukamata ile kwa nini haki yetu. Amen, amen. Amen, amen. Maisha mazuri ni dua yetu. Kutembelea gari ni dua yetu. Kukuwa na maparsela ni dua yetu. Kukumiliki ardhi ni dua yetu. Kwa sababu Mungu pekee alisemaka fasi kote kotatia Mungu wako na kupatia hako. Na Shinjo aliambiaka. Amen, amen. Shinjo aliambiaka. Ile haki yetu bengine bashaka ikamata na bengine biko wanaitumikia yako. Haiko parazera tunateseka. Kama tunasemeka maneno jushi tuangamie. Kwa misingi na shimama pale. Sasa ile misingi tutashimamia leo na shi. Tuiambie inatosha. Hauna tena nafasi kwa maisha yetu. Inatosha. Hauna tena nafasi kwa kizazi changu. Inatosha. Hauna tena nafasi kwa finance yangu. Inatosha. Hauna tena nafasi kwa njia zangu. Leo ifatuishe. Haiko parazati ufadu ushuru hapa. Haiko parazati. Amen, amen. Hatukia fanya muzaa, hapana. Tuliomba na tukahakikisha ke tunaomba. Na mimi yake na Mungu leko mwoperasi kwa nafanya jambo. Ile machozi nena panguzika leo. Ile machozi yote itaisha. Asema wale wafira kasema ate koma explique shie baba yetu alikuwa na mali kisha anakufa kisha alienda kusheria. Koma explique tutabi explique hai. Bakasema tufanye hatua. Sema hatua. Sema bi hatua. Aseme tufanye hatua ya kumwendea Musa mtu wa Mungu, nabii wa Bwana, kuhani wa Bwana aliyekuwa nyakati zile. Atatufanya hatua ya kumwendea Musa, tumuulize koma explique haki ya wazazi yetu, haki yetu yasho wazazi yetu bali teseka, bakazaraulika, bakavona uchi, bakatembea pieni juu tupate hii parcel, juu tupate hii gari. Lakini leo hawa wanashimama aseme tuwapatie sheria. Kweli kabisa Musa, kweli kabisa. Amen, amen. Kweli kabisa, kweli kabisa. Bakasema Musa utuexplique bien. Tunaka baba yetu Zelofehadi alitembea na wewe siku na mingi sana. Kama alikuwa kama mubaya hatujue, lakini tunajua yeye alikuwa na kuchimiaka. Alikuwa anaweza kutii. Alikuwa anatembea mbele wenzako. Kama leo anakufa, munasema kama mali yake iende kwa serikali juu ya sheria. Bawalitia kile sheria ni wanadamu, wataivunja ni wanadamu. Wanasema kile maneno ni watu na wale neno yako utaivunja leo. Kwa sababu neno ngine vujake ingine neno. Leo vunja ile neno wanasema kwa maisha yako. Kama semaka utaendelea kasema ndaendelea. Kama semaka utawina kasema ndawina. Kama kusemaka utazalaka sema leo ndazala kwa jina la Yesu. Amen, amen. Usisinyeglize. Usikuwa unajitupia maneno ya laana, hapana. Iko sana ndabakiaka hivi, ndio kisema vile maki utabakiaka tu hivi. Ni kusema niko hivi, haiko ndio ni hoya yangu hii. Haiko ndio
maisha yangu hii, haiko ndio maisha yangu hii. Na leo ninavula maisha ya fotokopi, ninavala original, kwa sababu original ndio maisha yangu. Hii fotokopi ninaiacha, hii fotokopi ninaitupa. Leo ni kuvala maisha yetu ya original. Amen. Mpaka watu wote wajiulize tulipita wapi. Amen, amen. Leo zile baraka zitenda juu ya laana zao. Amen, amen. Eske mnakumbuka historia ya Balaki na Balamu? Mnaijua? Balaki ndiye alikuwa mfalme, Balamu ndiye alikuwa nabii. Amen, amen. Sasa ikafika wakati yenye Israeli iko nakuya, ilikuwa kwa Afrika ilikuwa napigana. Amen, amen. Sasa ule Balaki akasema hivi, hao wakifika mwichemu batabomola, bataharibisha. Sasa kufanya jua bali unaweza. Ifo kukue neno ya laana yetenda kwa maisha yao, yetasemewa kwao. Yule anayesemewa kwao hawataniweza tena. Amen, amen. Kwa watu wasimaka sasa kutupia maneno maki na nyona angamia. Bado kutupia maneno maki na nyona unateseka, hapana. Aseme ule mfalme akaita Balaamu akamwambia hivi, wewe nabii, uende kumlima, upande utupia Israeli maneno ya laana. Juu kiwatupia maneno ya laana, batatepeta wote. Cha kushangaza sasa. Sema cha kushangaza. Sema cha kushangaza. Ati Balaamu akapanda kupunda. Anafika kumlima, anaanza tupa maneno, anashikutana pahali ya laani, anaona njoo bariki. Pahali ya laani, anaona njoo bariki. Kwa watu walikuwa wanasema kama nakulaani, kama nakubariki, baadaye kama nakufunga, kama nakufungulia. Amen, amen. Aseme baraka kama inakuwa nini haya baba? Aseme baraka zako ziko odela ya laana. Ndio hakuna laana itezi wapata kwa sababu baraka ziko odela laana. Na leo Mungu mwaidi ushuru apatie baraka ziko odela laana hapo. Kama laana uko chini, Mungu atakuwa juu. Zitamki laana yao na laana yao ishuke chini. Amen, amen. Aseme wale mabinti wakafuata Musa. Wakamwambia tupatie mali ya baba yetu. Alitumika na akapata mali, na sisi tuko na obligation ya kurithi vitu vya baba yetu. Musa akasema ate, mimi nasikia, lakini sheria iko hapa inasema hivi kuzalaka mtoto mwanaume mali ni kwa serikali. Wakasema hapana, olinga ate tupatia mali ya baba yetu. Olinga ate mchawi utafungula maisha yetu. Olinga ate haki yetu tarudia tu, utake usipotaka. Asa Musa akasema, mbona mimi nimuulize Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme aliyeumba mbingu na nchi, na mimi nimuulize eske binawezekana? Asema wakati alienda kumuuliza Mungu akamwambia hivi, bali wafia biko na sheria, sema tuko na sheria. Tuko na sheria. Bali wafia sema biko na sheria. Wanaopatia urithi ya baba yao, uwapatie haki ya baba yao, maana banastahili bairizi yasho ya bazazi yabo. Na wewe leo Mungu kurudishia haki yako kwa jina la Yesu Kristo. Mungu arudishe ndoa yako, Mungu arudishe ekonomi yako, Mungu arudishe amani yako, Mungu arudishe toele yako kwa jina la Yesu Kristo. Shema tuombe Mungu.